Mambo ni bam bam. Moja kati ya watu ambao wanaiwakilisha vyema kabisa kata ya Bwilingu. Hapa tumepiga story na wananchi, wameongea na wamezungumza vyema kabisa hususan juu ya kulitengeneza hili daraja. Lakini hapa tuko na mheshimiwa diwani. Yeye ni moja kati ni mtu mwenye dhamana yake na ndio maana amekuja kuangalia chenye ambacho wananchi au mahali ambapo wamefikia. Mheshimiwa, habari yako? Nzuri, habari gani? Salama, tumshikamoo. Marahaba. Hapa tupo kwenye hili daraja bwana, na wananchi tunaona wamejitokeza kwa wingi sana. Sijajua kama ulikuwa una taarifa ya hili daraja siku ya leo. Viongozi wao walinipa taarifa, mabalozi pamoja na mwananchi mmoja, lakini unajua tunapilika ya Mwenge. Ndio. Niliwaambia nitakuja, lakini nitakuwa naanza sehemu fulani, najua hii kazi itaenda kwa kutwa nzima kwa sababu kazi niko naijua ni kubwa sana. Kwanza niwapongeze wananchi kwa mawazo yao haya, na serikali inahitaji hivi. Anzisha ukimbiliwe, kwa sababu tunayo maeneo mengi sana, lakini kwa tendo hili mimi niwaahidi wananchi sasa tutaweka karavati hapa. Lakini pia tupo na ile kauli mbiu ambayo tunakwenda kuishi nayo siku ya kesho. Tunza mazingira, shiriki chaguzi za serikali na mitaa kwa taifa endelevu. Na wananchi ni moja kati ya kitu ambacho wamekionyesha, na kesho tunaupokea Mwenge. Je, wananchi hawa tulishawahamasisha pia katika zoezi la kwenda kuupokea Mwenge tarehe 29 na kukesha nao pale Bwilingu A? Tumehamasisha kutumia social media na tumehamasisha kupitia PA, matangazo ya magari, lakini kupitia viongozi wetu wa chini pia tumewaambia wananchi. Lakini kama kuna eneo ambao watu ambao bado hawajasikia matangazo ya ujio wa Mwenge, basi kesho kutwa Jumatatu Mwenge tutaupokea hapa Chalinze, na tutakuwa na miradi mingi. Mradi mmoja wapo ni duka la dawa, pia tuna mradi wa maji Mtambani, na pia tuna eneo la shule mpya Ridhiwani Kikwete, ambao kieneo hiki ndio shule unaitegemea kusomesha watoto. Lakini jumbe hiyo ambayo inasema tutunze mazingira, ndio haya mazingira unayoyaona leo. Wanaanza kuyatunza mazingira, kupanda miti, kutokutupa uchafu, kwa sababu uchafu unavyotupwa maji hayatembei, maji hayapiti katika njia yake. Lakini pia kujenga katika maeneo ambayo sasa ni njia za maji. Lakini pia ujumbe huo umeelekeza kuwa tuna uchaguzi wa serikali za mitaa. Wananchi wajitokeze, sio kupiga kura, hata kwenda kugombea nafasi za serikali za mitaa. Waende wakagombee. Hiyo ni haki yao kikatiba. Vitaanza vyama wenyewe kutafuta wagombea wao, lakini pia hawakatazwi na wao kugombea. Lakini pia naomba tusikilizane. Lakini kupitia mchango zoezi hili, mimi siku ya tarehe 29 mabalozi wenu nitawakabidhi shilingi 100,000 ili muone kitafanyika kitu gani hapa cha kuongezea, kama kipande kingine cha pili 100,000. Lakini hili ni daraja, ni njia ya muda, ni njia ya muda ambayo tunaitengeneza, lakini tutapambana hapa tuweke makaravati. Kwa hiyo dadi na mzee Omari nitawakabidhi muadai tarehe 29. Sawa? Nimetingwa na mama, nitawapa shilingi 100,000, na kama kutakuwa na mchango mwingine wowote ambao si uahidi nitauleta kwa sasa hivi ili tuone tunafanya vipi hapa. Mheshimiwa diwani anaitwa Nasa ameweza kufunguka mambo mengi, na pia kwa ubora au kwenda kuwapongeza wananchi wa eneo hili kwamba yeye ameahidi kutoa shilingi 100,000 pesa taslimu ya Kitanzania. Mheshimiwa, tukimaliza kwa upande wa wananchi, umewaambia kwamba utakwenda kuwakabidhi 100,000 tarehe 29, na pia kama kutakuwa kuna mchango wowote ambao utahitajika hivi karibuni basi utakuwa willing kuweza kutoa. Lakini tukimaliza kwamba
hili ni daraja ambalo sasa hivi tuna mvua. Kivuko. Ni kivuko. Leo limetengenezwa hivi. Mfano ikatokea baada ya wiki moja ikanyesha mvua kubwa sana, hili likaweza kutoka mahali hapa. Tunaweza tukawa na njia nyingine ukiwa kama kiongozi kwa ajili sasa wananchi, kwa sababu tunafahamu ni watu ambao wanasomesha, wengine wamepanga, wana mambo mengi sana ya kufanya pia kwenye familia zao. Wewe kama kiongozi kulihendo hilo, tutatumia njia gani? Kwanza tunamuomba Mungu atulinde tulichotengeneza kisiharibike. Lakini naamini mlivyotengeneza humu unaonekana kuna wajuzi, na hata maeneo mengine hapa ndio sehemu ya kuiga. Kwa sababu mmeweka hivi vifurushi, maana kuna mafundi hapa. Hii kazi imefanyika pamoja, watu wamejitolea, ni za ufundi. Lakini pia nimesema natoa 100,000, nililiona hilo. Kwa sababu hiyo 100,000 mnaweza mkatulia kwanza, mkaangalia ni kitu gani, lakini pia wanaweza kuweka miti pembeni. Kwa sababu unajua hapa tena hapo tuna kilabu kile pale. Watu pia kulenga shabaha hapa naye inakuwa kazi. Au sio? Sasa kwa sababu ya kulenga shabaha, basi hata kuwekwe na miti ya pembeni ili muone mnatengenezaje, au tuyatengeneze hata mawili kama inatosha. Na tutaangalia mabaki ya mamiti haya, tunaweza tukatengeneza kitu kingine. Sawa. Ngoja. Pita mjomba wangu. Mipango ya serikali inaendana na bajeti. Na mimi nawashukuru sana. Na sio karavati. Mtaa huu unahitaji tutengeneze barabara na inayotoka kule juu. Na mnisaidie nitakapoileta barabara, wengine wanasema kaweka barabara nyumbani kwake, maana barabara ya mtaani kwangu, na nyinyi ni wananchi. Tunaelewana? Mimi napigwa vita, naambiwa nikitengeneza, kumbe nyinyi mnahitaji mambo haya. Kwa hiyo nitakapotengeneza waambie hapana, na sisi ni wananchi tunahitaji maendeleo. Haya, tu kwamba hakuna la ziada na kila kitu kinaenda sawa. Huyu ni diwani Nasa Mwenge kwa wingi. Jamani, mko tayari kujitokeza kwenye Mwenge wa Uhuru? Tupo tayari. Tuanze hapo roundabout, tuende hapo kituo cha afya, na pale tuna kituo cha afya. Kuna miradi miwili, kuna mradi wa duka la dawa, na pia tuna mradi wa kituo cha madawa ya kulevya, uraibu. Uraibu ni pamoja madawa ya kulevya, bange, hata ukitaka kuacha pombe pia tunaweza. Kituo chetu kile kitasaidia mambo mengi. Lakini pale tuna Ridhiwani Kikwete tuwepo, lakini kwenye mkesha nao muwepo. Lakini wafanya biashara ruksa kwenda kupeleka biashara zenu kule bure. Mtu asiwatoze kiasi chochote cha pesa. Sawa jamani? Sawa. Waambie mimi kibali changu mheshimiwa diwani. Wekeni biashara, mtunze mazingira, msiache uchafu. Haya, asanteni.